Bwana Yesu asifiwe. Amen. Agano la urithi. Agano la urithi. Nilipokuwa nikimtafakari sana Mungu kwa habari ya hili agano la urithi, ndipo nikagundua Roho Mtakatifu akanisemesha mambo machache. Akaniambia ili mtu atoke katika kifungo chochote kilichomshikilia, Mungu anaangalia kiwango chako cha ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaangalia kiwango cha ufahamu, ndipo anakutendea jambo. Hata kama ni baraka, Mungu hawezi kuchukua tu baraka akakupa. Ni lazima number one ataangalia una ufahamu gani juu ya kutunza baraka zake. Bwana Yesu asifiwe. Hata ndoa, Mungu hawezi tu akakupa ndoa. Kuna tofauti kati ya kupewa ndoa na Mungu na watu kuingia kwenye maisha ya kwanza, maisha kwa tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao Mungu amewapa maisha ya ndoa huwa anawapa kwa kusudi. Lakini pale katikati Mungu anachokiangalia, anaangalia kiwango chako cha ufahamu kwa habari ya kile unachokwenda kukipokea. Haleluya. Kwa hiyo huwezi ukapokea chochote kutoka kwa Mungu ikiwa kiwango chako cha ufahamu ni kidogo yale jambo ndio kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi kukupa ikiwa kiwango chako cha ufahamu ni kidogo juu ya kile unachokihitaji. Maana Mungu anajua kabisa akikupa, badala ya kutunza kitapotea ama kitakuangamiza na wewe utapotea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sio kwamba yale unayoyaomba Mungu hayaoni, anayaona. Na sio kwamba sio mahitaji yako, ni mahitaji yako. Lakini je, unaufahamu kiasi gani juu ya kile unachokihitaji kwa Mungu? Namna ya kukilelea, namna ya kukitunza, namna ya kukipokea, namna ya kukaa nacho. Una elimu kiasi gani juu ya kile unachokitaka Mungu akupe? Kuna wakati mwingine unaweza ukapewa kitu na Mungu kikawa ndio mauti yako. Kuna wakati mwingine unaweza ukaomba jambo kwa Mungu mpaka Mungu akakushangaa kwa sababu ukiweka huna. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anapozungumzia habari ya agano la urithi, akaniambia